Njoo tuicheki hii sehemu ya 6 ya Queen of the Campus. Movie inafunguka, tunamwona Allison akiwa sitting room, yani sebleni, akiwa anachezea simu yake. Mara ghafla anapata kusikia mlango unagongwa huko nje. Basi ikambidi tu asikilize, akasema karibu, ingia ndani. Na kweli bwana, huyo mtu ambaye alikuwa anabisha hodi huko nje akaingia ndani. Kumbe ni binti wetu, yani Isabella. Amekuja kwa kina Allison tena. Kufuata nini? Ngoja tumsikilize. Lakini Allison pia alishangaa baada ya kumuona Isla ipo mtaani kwake. Wewe, unafanya nini hapa? Nimekuletea maziwa. Sikujua napenda ladha gani, lakini nilivyoona picha zako mtandaoni nikajua tu hii ladha ndio utakuwa unaipenda. Swali ni kwamba umekuja kufanya nini hapa? Basi Isla akaanza kujengatangata. Nimekuja kukuona bila shaka. Vipi kuhusu kazi nilokupa? Nilikuwa alafu kwa nini tusisahau tu hilo? Cha muhimu zaidi ni sisi wawili hapa, sivyo? Unadhani natania Unadhani mimi naleta mzaa hapa? Isla akasema hapana, ila haionekani sawa kwa mtu kumpenda mtu mmoja alafu yeye akawa anamchumbia mtu mwingine. Kwani wewe unampenda nani? Isla akasema bila shaka nakupenda wewe. Kwa hiyo unanipenda Ndio, nimekuwa nikitafuta njia ya kukuthibitishia hilo kwamba mimi nakupenda sana wewe. Na ndio maana nimekuletea maziwa. Sikuwa na pesa nyingi za matumizi, hivyo sikuweza kujinunulia mimi mwenyewe pia. Badala yake nimeamua kukununulia wewe ili nikuonyeshe jinsi gani nakupenda. Allison alimchora kichizi yule demu. Kamwangalia. Alafu tena akamuuliza, "Kwa hiyo hii ni yangu Akamwambia ndio. Basi mchizi akacheka pale na nini, akatabasamu kinomani. Basi akaomba hayo maziwa, akapatiwa. Basi akachukua, akachola, akafungua mfuniko, akatupa. Alafu tena alichokifanya, akamwagia maziwa yule binti. Binti alishtuka. Afa akamwambia, "Hapo vipi, unanipenda bado?" Ila wakati tukio linaendelea, mara ghafla mlango unafunguliwa kwa fujo mno. Anaingia Darius. Mpaka eneo la tukio. Alipofika katoa macho kinoma. Haelewi nini kinaendelea. Mpenzi wake ni mpenzi wake feki yupo na Allison. Msikilize Allison anachokisema. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyomtunza mpenzi wako? Unamruhusu anunulie wanaume wengine vinywaji? Ni aibu sana Basi binti wetu Isabella alichukia kinoma ni kwa mara nyingine huyu binti wetu mrembo anazalilishwa. Akaona ali time zake tu, basi huyo akanyosha njia, akafungua mlango kwa fujo, akatoka nje. Ana hasira kinoma zimejaa mpaka kwenye kope. Kabla tujaendelea, hebu fanya hivi kwa ajili yangu. Hebu like kwanza hii video, comment, alafu share kwa marafiki zako, subscribe hapo juu. Basi tusipoteze muda. Basi baada ya binti kuzalilishwa kule ndani, akatoka nje kwa hasira mno. Kama nilivyowaambia, hasira zimepanda mpaka kwenye kope, yani hadi mbele haoni vizuri. Akafika nje na akaanza kujifutafuta. Baada ya muda kidogo, akatoka Darius nje. Alipofika tu, akaanza kumuuliza, "Upo sawa?" "Nipo sawa jamani." Ona sasa mpenzi wako kashakuja. Kama unavyojua, binti hataki kabisa mazoea na Darius, hataki kabisa hata kusikia. Basi mchizi akaamua mwangalie yule demu. Ni kweli amechafuka. Unategemea kwenda chuo ukiwa hivyo? Mimi sihitaji huruma yako jamani. Anachosha huyu mtu. Basi mchizi akaona bora hata avue nguo yake. Akavua nguo yake ya juu ili mradi amstiri binti. Binti akataka kuondoka, kavutwa, kaweka katika kimbapandilo. Kimbapandilo. Kawekwa kwenye 18, unaweza kusema hivyo. Akafunikwa pale. Mchizi akamwambia kwamba inabidi uhakikishe unakuwa salama tu, haijalishi nini kitatokea. Demu akabidi tu acheze hivyo. Lakini akulivua lile koti. Ni kweli amechafuka. Hawezi akaenda chuo akiwa vile. Labda tu ajifanye chizi. Basi tunatupa moja kwa moja mpaka usiku, yani katika kiza kinene mno. Watu wote wamelala. Lakini kuna huyu binti, yani Isabella, usingizi hauji kabisa. Ameshindwa kulala ujue. Kile ambacho kimemkuta mchana si kazi ndogo. Hata mimi mwenyewe pia ningekosa usingizi kama yeye. Basi anabaki tu hapa analia, ana huzuni kinoma basi baada ya kulia kwa muda mrefu, ndugu yake akaamka, yani Jumuke. Amemwona mwenzake analia. Jumuke akasema, "Isla, nini kimetokea? Na kwa nini unalia?" "Namchukia, namchukia." "Ni nani?" "Allison. Ameniaibisha vibaya sana leo." "Lakini nilikuambia huyo ni binamu yangu."
simpendi kabisa, sipendi hata familia yao, wana roho mbaya sana. Mimi nilitaka tu kuwa maarufu, nilitaka kila mtu anipende. Kutaka kupendwa si kosa, lakini kumtumia Allison ili kupendwa si jambo sahihi. Hebu sikiliza, unatakiwa kuachana na huu msisimko ambao ulionao kwake. Mimi najua haumpendi Allison, kwa hiyo niachane naye. Ndio, ila mimi ndo kwanza nimeanza. Allison anadhani ananichezea. Nitamuonyesha kuwa huu mchezo unachezwa na watu wawili. Sawa, usilie tena. Pole, usilie. Aya, sasa leo ni siku nyingine tena. Mapema sana, sijui ni asubuhi. Kuna huyu mchizi, yani Darius, yupo kitandani anasoma. Yupo na mchizi wake pembeni. Wanapiga story na nini huko wanasoma. Sasa baada ya muda kidogo, mlango unagongwa. Hey, wote wanaangaliana. Ni nani? Na si kawaida. Basi mchizi mmoja akaamka, yani mwenzake na Darius, akaingia mlangoni kwenda kufungua huko. Alipofungua akasema tu, Darius, kuna mgeni wako huko. Basi akaruhusiwa ingie ndani. Alipozama ndichi, hey, Darius mwenyewe pia alishtuka baada ya kumuona Isabella ati amekuja kumuona. Yani Isla, yule queen, yule mlembo wa kule TikTok, leo kaja kumuona Darius, yani mbwa wake na Allison. Hey! Aya, kama Isla mwenyewe kafika kwa matakwa yake, mimi sina neno hapo. Basi demu akaanza kujimaliza kwa mara ya kwanza kabisa. Hebu msikilize. Eti anazuga sijui ni kweli, mimi siwezi nikajua. Ile mwenyewe anasema kwamba amekuja kurudisha eti koti la mchizi. Darius akasema asante. Umemaliza vipindi leo? Darius akasema hapana, leo sikuwa darasani, nilikuwa nafanya utafiti tu wa project yangu. Kwani unasomea nini? Nasomea mambo ya kemikali. Oh, hiyo ni nzuri. Mchizi akamalizia kwa kusema asante kwa kurudisha koti langu, nafikiri unaweza kuondoka sasa. Basi baada ya haya maongezi tunagundua kwamba Isla kuna kitu kinamsumbua. Kuna kitu anataka kushare na Darius. Ni kitu gani? Tutamsikia, lakini ni ajabu umuona Isabella, mtoto wa kishua, mtoto wa TikTok huko mtandaoni, star, unaweza ukasema hivyo. Eti leo anajishusha kwa mbwa. Hey. Basi baada ya binti kuomba sana kwa mchizi, basi mchizi kabidi tu afungue roho na kumsikiliza nini ambacho anataka kukisema. Binti ataanza kufungua roho kwa kusema, Allison amenizalilisha sana na sitamwacha apite hivi hivi. Huwezi kumdhuru Allison, niamini mimi. Sawa, mimi naweza nisiweze. Na vipi kuhusu wewe? Utaendelea kukaa kimya huku ukiendelea kuzalilishwa kila siku? Mimi ninasoma katika chuo hiki kwa sababu ya msaada wa familia yao. Je, napenda jinsi anavyonitendea? Hapana, mimi sipendi. Je, ninaweza kufanya jambo? Jibu ni ndio. Je, nitafanya? Jibu ni hapana. Basi wewe ni muoga. Inashangaza kusikia hilo kutoka kwa mtu ambaye alikuwa akijitupa kwake. Nikishaondoka, lakini lengo langu ni kubwa kuliko hasira zangu. Lengo gani? Tushirikiane. Kufanya nini? Tujifanye sisi ni wapenzi wa kweli. Allison anafurahia kuona tukigombana. Binti atamalizia kwa kusema, hebu tubadilishe mchezo, tumchezee yeye. Hey! Tunachotakiwa kufanya ni kuishi kama wapenzi, yani kama wapenzi kabisa. Tusionyeshe kugombana, ukasirikiana wala nini. Basi leo binti aligeuka mastermind mkubwa sana wa huu mchezo. Anataka kumchezea kindumbwendumbwe ya Allison. Eti yeye na Darius washirikiane kuhakikisha kwamba wanamkomesha huyu Allison. Kila mtu na ndoto zake. Darius yupo kwa ajili ya malengo yake, na hata binti pia yupo kwa ajili ya malengo yake. Ila malengo ya binti tunayajua Basi mwisho wa hii sini, binti ataamua kuomba msamaha kinoma kwa huyu mchizi, kwa maana shehe kumkosea sana huko nyuma. Basi akaomba msamaha na nini, na mchizi pia akafanya kama binti alivyofanya. Ila cha kustaajabisha, star wa TikTok Isabella amekubali kufanya kazi na mbwa, tena mbwa wake na Allison. Aya, sitotakae kazi njema, lakini tunajua kabisa katika mapenzi hakuna majaribio. Eti tufanye kama tunaigiza sisi kama wapenzi ili mai tumkomoe Allison. Kuigiza kama wapenzi
Mnafikiri ni rahisi Aya, ngoja tuache. Endeleeni kuigiza bwana. Hey! So, subscribe, comment, like, share, turn on notification bell ili kuhakikisha kwamba haupitwi na hivi vigongo vikali kabisa kutokea Home of Emotion. Hey, ulikuwa na mimi hapa. Mpaka wakati mwingine. Bye.